She, salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam Sheikh. She, karibu kwenye channel yetu ya Heri TV na Shukran sana na nimekaribia. na leo Tunasema wafasaha wa lugha kwamba bishahadati wan nadhara, nimekaribia kwa kushuhudiwa na kwa maangalizi. Kwa shukrani sana Sheikh. sawa, nashukuru sana she. Bana, mimi nimefunga safari kutoka huko nilipotoka mpaka kuja pa Johannesburg, katikati kabisa ya jiji na nimekuja kwa lengo la kujifunza na najifunza mimi na hata watazamaji wetu wa Heri TV pia watajifunza. Kikweli mimi nataka tu nijue au nipe ufafanuzi, kufanya wema inakuwaje, au unazungumziaje watu wenye kufanya wema, au wema unakuwaje yani? Asante. Naam, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Naam, baada ya kumshukuru Allah azza wa jalla na kumtakia ziada rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, tunakupata kabisa, ama tunataka majawabu yaliyokuwa ya khairia ili wapenzi watazamaji wa Heri TV nao pia wapate kufaidi yale machache tuliojaliwa katika kuwafikishia katika mioyo yao. Naam, tukizungumzia wema, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituachia nasaha fupi katika maisha yake ya uhai wa dunia mpaka kufikia umauti. Alituambia kwamba inna Allaha jamilun wa yuhibbul jamala, hakika ya Mwenyezi Mungu ni mzuri na anapenda watu wazuri. Na ujamal ama uzuri aliozungumzia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitakid, kwa taukidi ama kwa msisitizo, ni kufanya wema, kuwa mwema. Inna Allaha yuhibbul muhsinina, Mwenyezi Mungu anawapenda watu wengi ama watu wanaofanya wema. Kwa huenda Allah akampa taufiki mmoja wetu katika waumini wa Kiislamu akawa mwingi wa kufanya wema. Mathalan, mfano mfupi tunaona sasa hivi katika nchi yetu ya Tanzania tumebarikiwa kiongozi mwenye baraka, kiongozi mwenye utu, kiongozi mwenye usikivu, kiongozi mwenye rahma katika wale anaowaongoza, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Allah muhifadhi sana, Allah muweke katika daraja la pepo, Allah muweke katika watukufu waliokuwa milal ula. Na wapo wengine ambao wanajitahidi kufanya khairia, mathalan kina Saidi Salim Bakharesa, Allah alishawapa taufiki na wanaendelea kufanya mambo mazuri yenye kumpendeza Allah azza wa jalla. Wapo wengine tena ambao tunaona wazi kabisa maisha yetu yanashuhudia wakiwa wanayafanya. Mfano ndugu yetu Habibi, Allah muhifadhi, Allah aendelee kumpa taufiki katika kuendelea kuyasimamia yale anayoyafanya katika khairati. Bwana Saidi Lugumi, Allah kuhifadhi sana shekhi wetu, kama utakuwa unaweza kutusikia ama kutuona kwa ushahidi wa aina yoyote ile, Allah endelee kuhifadhi, kwa sababu tunayaona yale ambao unaoyafanya na si vibaya. Sisi tunatakiwa tuombeane kheri kwa watu wa kheri, tunatakiwa tuombeane mema kwa watu wanaofanya mema. Ikiwa mtu anakufanyia ubaya, pia tumepewa daraja la kumwombea mema, huenda siku moja akakumbuka ule wema unaomfanyia. Kwa sisi tumefaradhisha kuwaombea wema wale watu ambao wanafanya mema. Allah endelee kuwahifadhi sana, Allah endelee kuwahifadhi sana tena sana. Narudia tena kwa kukutaja tena Habibi, ndugu yetu, Allah endelee kukupa taufiki Bwana Saidi Lugumi kwa wale wote ambao unaendelea kuyafanya katika wema. Swali ama masala mazima ya kuulizana yanakuwa kuna majibu alafu kuna kinachofuata baada ya majibu. Nadhani tumeyataja ama tumewataja ambao wanaokithirika kufanya kheri na tunayaona kwa ushahidi. Kwa insha Allah, bwana ndugu yetu huyu, ikiwa wewe hukuwahi kumfuatilia, basi insha Allah unaweza kumfuatilia na kuyaona yale anayoyafanya katika kheri. Samani kidogo nimekukatisha hapo, nilikuwa tu nataka nijue wewe kitu gani ambacho labda umekiona amekifanya na ndugu yetu au mzee Saidi Lugumi, kitu gani kimekuvutia hasa, na ungependa watu wajifunze nini hasa kutokana na kutoa kwake? Wallahi swala zima hapa nalolitia taukidi mimi ni katika masala ya idkhali sururi min alfuqarai ama ala alfuqarai. Iko ndio ambacho tunamuombea sana dua, Allah endelee kumweka anakuwa ni mwingi wa kuingiza furaha miongoni mwa mafukara. Sasa wewe ili jambo kwa taukidi yako wewe waliona halifai, anatuingizia furaha mafukara, anatuingizia furaha masikini. Pale ambapo sisi hatujiwezi, basi kwa kile alichomwezesha Allah anatufanya tuweze. Na yatima pia, na mayatima anakithirika mwingi wa kuingizia furaha
kutimiza ndoto zao, kutimiza mahitaji yao. Yote Allah endelee kumhifadhi. Kwa ushahidi tunayazungumza haya yanaonekana, na siku zote mema huwa hayajifichi shekhe. Sawa sawa. Sasa unajua kwa nini najaribu kuulizia sana kwa upande wa ndugu Lugumi, ni kwa sababu yeye ametokea mtaani kabisa, umeona, na amepata utajiri, ameanzia, kwa sababu nimefuatilia historia yake, ametokea mtaani kabisa, na mtaani mpaka kuja kufika level alofika, kwa kweli ni kitu ambacho kizuri amekifanya. Sasa kuna watu ambao wanamdisappoint, wanamkatisha moyo, wanaongea labda kwa nini anatoa, anajionesha na vitu kama hivyo. Je, hiyo unaweza ukaizungumziaje au unamshauri nini ndugu yetu Said Lugumi? Yalimponza miongoni mwa manabii katika manabii wetu wa karimu, manabii watukufu. Nabii alipo Allah anatuambia katika Qur'ani al-Karim maneno yake aliyotamka kwamba rabbi da'awtu qaumi laylan wa nahara, Mwenyezi Mungu mimi nimewalingania watu mchana na usiku, walam yazidhu illa firara, hawakuwahi kunijibu kitu chochote wala kunizidishia chochote isipokuwa walikuwa wananikimbia tu. Hao ni mitume na manabii waliopita kabla, na hata Muhammad Rasuli sallallahu alaihi wasallam katika kutulingania sisi dini, wapo watu walikuwa wanamfanyia hizi haki, wanamfanyia maudhi, wanamfanyia kero, pamoja kwamba ndio khairul anami, mbora wa viumbe. Sasa tuchukue mfano huu, ndugu zetu pia nao tunawahusia wasikate tamaa, kwa sababu walipigwa vita waliotangulia, mitume, manabii, maswahaba, matabi'i, tabiina, walisemwa vibaya hali ya kuwa walikuwa wanawasaidia watu na kufanya kheri. Kwa kheri zisiwe kikomo cha kukatishwa kwa sababu ya maneno ama hasadi za watu. Tuchukue tu mfano mfupi wa maisha yaliyopita, watu wetu wema na maswahaba, manabii, mitume walifanywa idhaki kulingana kwa yale ya kheri walikuwa wanafanya, watu walikuwa wanaona kama shari. Kwa inshallah sisi tuwazidi kuwalingania, Allah endelee kuwapa taufiki, wasikatishwe tamaa na maneno ya watu inshallah. Sasa je, nataka tu nikuulize swali labda kutaka kujua, je, ulishawahi kupata muda wa kuweza kukutana labda na ndugu Said Lugumi? Hapana, wallahi kwa taukidi kubwa ama kwa herufi kubwa sikupata bahati ya kumuona, ila Allah ametujalia vile vinavyoweza kutuwezesha sisi kumuona. Tunaona tukiwa kokote pale duniani yanayoendelea, tunaona yale yanayofanyika. Kwa hiyo sisi tunakuwa tukishaona tunafanya baraka, kumtakia baraka, kumtakia amani ndugu yetu kwa yale anayoyafanya. Mimi simjui wala na yeye hanijui, lakini Waislamu waka tunafahamiana kwa bitaarufi. Tunafahamiana sisi kwa kutambuana, tunafahamiana kwa kusikiana, tunafahamiana kwa kukutazama sehemu mbalimbali. Kwa mimi naweza nikawa namfahamu yeye asinifahamu, au pengine yeye atakuja kunifahamu baada ya kunishuhudia leo nazungumza kuhusu yeye. Kwa mimi sikupata bahati ya kuonana naye, lakini ninayaona anayoyafanya. Safi sana Sheikh. Bwana kwa kweli tunashukuru. Najua sio tu Sheikh Said Lugumi ataona, hata mama yetu, mama Kizimkazi, mama aliyebarikiwa na mama mwenye utu na mama mwenye malezi bora kwa wanawe. Kwa Allah endelee kumhifadhi, Allah endelee kumpa taukidi ya kufanya kheri zaidi na zaidi. Sisi usia wetu tu kwamba asikatishe tamaa na yale maneno yanayozungumzika, ama watu wanazungumza nini, huyu fulani anamzungumzia mama kitu fulani, hata kama atasikia asiatilie mkazo, yeye endelee kufanya hisani tu. Huenda siku moja wakakaa chini kukumbuka hisani ya mama yetu kwa yale aliyokuwa anayafanya inshallah. Hiyo ndio taukidi yetu kwa nyinyi wapenzi watazamaji wa Kheri TV. Kwa hiyo wama alaina illa albalaghul mubin, hatakuwa sisi isipokuwa ni wafikishaji ujumbe tu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wal afwa minkum. Shukran Sheikh, asante sana.